Kwenye nyumba zetu tukae kwa amani. Magomvi hayana tija. Sababu wewe unampiga mwenzako, unamnyanyasa, na matusi yote ya nguoni, baadaye unalala unakoroma na mwenzako yuko macho. Kama akiamua kuwa ninja na kuchinjia kitandani hapo, mtu yoyote ambaye uko naye karibu, hata kama ana nguvu, ongea naye kwa busara, sababu atakukuta kwenye usingizi, atakuchinja kwenye usingizi. Uwe na nguvu, mheshimu hata huyo asiyekuwa na nguvu, kwa sababu hujui atakukuta kwenye hali ipi. Sijui unanielewa nasema nini? Amen. Na jamaa mmoja alikuwa anaitwa Naaman, jemedari Naaman, alipatwa na ukoma, akawa na kiburi cha hali ya juu sana, lakini alipokutana na Elisha akamwambia nenda ukakoge mto Ruvu mara 7. Alikataa, lakini alitokea mtu mdogo sana, akampa ushauri kwa kumbembeleza. Alipokwenda mara 7 akainuka. Kumbe hata mwenye kiburi naye kana mtu mjinga ambaye juu anajua kumbembeleza anabadilika. Sasa wewe tatizo lako, kiburi chako kinashindwa kuyeyuka kwa sababu huna rafiki. Yeyote mwenye rafiki na rafiki akawa ni mwema, lazima atampeleka kwenye njia sahihi. Sema amina. Mjakazi wake alimbembeleza, akatumbukia mara 7 pale, ukoma wake ukaondoka. Jina la Bwana libarikiwe. Namshukuru Mungu kwa ajili ya malaika Mikael. Alipoona Lucifer, shetani yule mkuu, amemwasi Mungu, yeye aliinuka bila kuelezwa na mtu yeyote, akamkemea Lucifer, akamwambia Bwana akukemee. Biblia inasema kwamba shetani mkuu ambaye ni Lucifer aliamua kwenda kupigana na Mikael, lakini Mikael alisimama na jina la Bwana akashinda. Ndio toka hapo Lucifer akaitwa nani? Shetani. Hata ukiwa na nguvu kiasi gani, Mungu asipokuwa upande wako utayeyuka tu.